Naam, habari ya wakati huu. Ninakukaribisha katika dakika 5 za uongozi na mwalimu Godliven Maximilian Ngesi. Karibu katika dakika hizi 5 za kujifunza masuala haya ya uongozi ambayo yatatusaidia sisi kama viongozi na sisi kama waongozwa katika kuishi na kutekeleza yale ambayo tunapaswa kuyatekeleza katika jamii zetu. Ninakukaribisha sana katika kipindi hiki mahususi cha dakika 5 za uongozi. Katika siku hii ya leo tunaangazia mambo makubwa matatu ya msingi ambayo hayo tunapaswa tuyafahamu sisi kama viongozi tunapokuwa tukiongoza ili tuweze kupata mafanikio katika kuongoza kwetu. Labda kabla sijayataja mambo hayo matatu kwa siku hii ya leo, nipende kutambulisha mambo hayo makubwa mawili ambayo hayo tutajifunza kwa kina katika kipindi hiki cha uongozi chote. Jambo la kwanza, tutajifunza maana ya uongozi kwa undani sana. Jambo la pili, tutajifunza kanuni za uongozi kwa undani sana. Ni kanuni zipi za uongozi ambazo hizo ukizizingatia zinaweza kukusaidia wewe kuwa na mafanikio? Kwa nini tujifunze masuala haya ya uongozi? Pointi 3 za msingi kama ndivyo tambulisha. Jambo la kwanza, uongozi au masuala ya uongozi ni mambo ambayo yanagusa uhalisia wa maisha yetu. Kwa maana kwamba hakuna jamii katika dunia hii yoyote ile ambayo inaweza kujiendesha pasipokuwa na uongozi. Unapokuja katika familia zetu kuna uongozi. Ukija katika taasisi za dini kwa maana ya makanisa, misikiti, kuna uongozi. Ukija katika taasisi za serikali kuna uongozi. Ukija katika makampuni kuna uongozi. Ukija katika vyama vya mpira kuna uongozi. Ukija katika majeshi na vyombo vya dola kuna uongozi. Kila mahali kuna uongozi. Na ndio maana swala la kujifunza juu ya masuala ya uongozi ni jambo la muhimu sana, ili tuweze kufahamu ni nini ambacho mimi kama muongozwa na wewe kama kiongozi unapaswa kuyazingatia ili tuweze kufikia yale mafanikio yetu sisi kama jamii ya watu. Kwa hiyo uongozi ni masuala ya uhalisia, ni uhalisia kabisa wa maisha. Dr. John C. Maxwell aliwahi kuandika hivi katika moja ya vitabu vyake, akasema kila kitu huinuka au huanguka kwa sababu ya uongozi. Kwa hiyo utagundua hilo neno kila kitu, kwa maana kwamba uongozi unahusisha uhalisia wa maisha yetu, na ndio maana ni vizuri tukafahamu ya kwamba mambo haya ya uongozi tunapaswa tuyajifunze kwa kina sana ili tuweze kupata mafanikio katika kuongoza kwetu. Jambo la pili, tunapojifunza masuala haya ya uongozi, uongozi hutoa mwelekeo wa maisha. Tunapojifunza masuala ya uongozi yanatupatia mwelekeo mzuri wa maisha. Tunafahamu kwamba hii ndiyo njia ambayo tunapaswa kuipita. Tukijifunza masuala haya ya uongozi yanatupatia mwelekeo mzuri sana wa maisha. Tunajua ni hapa tunapaswa kupita, ni njia hii tunapaswa kupita, ili basi tuweze kuyafikia yale mafanikio ambayo kwa hayo tumekusudiwa kuyafika. Mwandishi nguli anaitwa Dr. Miles Monroe aliwahi kuandika hivi katika moja ya vitabu vyake, akasema mahali ambapo hakuna uongozi watu hupoteza mwelekeo. Ameandika, anasema ya kwamba mahali popote ambapo hakuna uongozi watu hupoteza mwelekeo. Sasa ili tusipoteze mwelekeo, ni vizuri tukajifunza mambo haya yakatusaidia kufahamu ili tuweze kuyafikia yale mafanikio yetu sisi kama waongozwa na sisi kama viongozi. Jambo la tatu na la mwisho kwa siku hii ya leo, kwa nini tunajifunza masuala haya ya uongozi, ni hili hapa. Kiongozi yoyote bora katika jamii yake, katika taasisi yake, katika serikali yake, katika familia yake, kiongozi bora ni wakala wa mabadiliko. He is an active agent of change. Yaani kiongozi yoyote ambaye ni bora katika jamii yake analeta mabadiliko, kwa maana kwamba analeta mabadiliko katika jamii ya wale anaowaongoza. Na ndio maana tuko hapa ili kujifunza masuala haya ya uongozi ili yatusaidie, yaanze na mimi, yaanze na wewe katika kuleta mabadiliko. John C. Maxwell aliandika hivi katika moja ya vitabu vyake, akasema viongozi bora hawakwepi mabadiliko bali huyatumia kama fursa ya ukuaji. Kiongozi yoyote bora hakwepi mabadiliko, kwa sababu mabadiliko ni jambo ambalo ni la uhalisia katika maisha haya. Bila mabadiliko hakuna jamii yoyote, na ndio maana anasema kiongozi yoyote bora hakwepi mabadiliko bali atayatumia mabadiliko kumuongoza katika ukuaji wake.
Ninakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika dakika hizi 5 za uongozi na Mwalimu Godliven Maximilian Ngesi. Leo tulikuwa tukikazia mambo makubwa matatu ya msingi ambayo yanatuongoza tufahamu kwa nini tujifunze masuala haya. Nakushukuru sana, karibu katika kipindi kinachofuata. Mimi naitwa Mwalimu Godliven Maximilian Ngesi. Asante.